Yako, alafu tuingie kwa story yako. Kwa majina naitwa Mary Gasheri. Nimetoka side ya Meru. Ndio. Yes. Meru ni kuzaliwa ama huko ni kuoleka? Meru ni kuzaliwa. Yes. So endelea. Asante sana. Nimekuja hapa siku ya leo ili nikaweze kushare story yangu. Ndio. Juu ya yule msikilizaji ako pale nje ama yule amepitia mambo kama yangu, asione ako chini ama asione ni kama yeye peke yake. Ndio. Inaweza mtia nguvu na aweze kuendelea. Mimi ni mzaliwa kutoka Meru. Ndio. Na nimezaliwa maisha yangu, life yangu haikuwa mzuri vile. Juu nilipitia changamoto kadhaa. Kwa sababu mimi wazazi wangu wale walinizaa, my father hakukuwa na hali mzuri ya mwili. Alikuwa tu anaharibika kichwa. Na sasa wakati alikuwa akiharibika kichwa, mimi hatukukuwa tunakaa na amani kwa ile boma. Tulikuwa tunateseka sana. Juu kama pesa haijapatikana aende hospitali andungwe sindano ama dawa zipatikane, alikuwa tu yani ni mwenda wazimu kabisa, inakuwa wazi. Hata kama kuna chakula mahali pale hatungekula kwa amani. Saa zingine anatufukuza, tunaenda kukaa kwa majirani. Saa zingine hata shule inasidikana juu akiingia kwa nyumba afunge, hatuwezi enda shule. Tukichukua uniform hata tuende kwa majirani, anakuja kututafuta kule. Hata majirani walikuwa wamechoka na sisi. Juu wakati akijua tuko kwa fulani alikuwa anakuja hata kupigana alikuwa anapigana. Hiyo ndio ilikuwa maisha yangu nikiwa mtoto. Na pale nilikuwa tumezaliwa watoto watatu. Mimi pale nilikuwa first born na vijana wawili. Na changamoto nilikuwa napitia kama mtoto wa msichana ilikuwa mingi sana. Juu hata shule, yani ilifika hata shule yenyewe nikashindwa kwa yale mambo nilikuwa napitia pale. Na mama yangu sasa, juu mamangu alikuwa anaenda kibarua, anashinda huko, mimi ndio nabaki pale na watoto, nawapikia. Saa zingine hata tulikuwa tunaenda kutafuta maji mbali. Yani ilikuwa mahangaiko tu nikiwa mtoto pia. Sasa shule nikafika mahali kama msichana, wakati hata wakupata periodi zangu. Ikawa sasa hata nikienda shule siwezi pata hata pant, mamangu haelewi. Babangu naye nisipoenda shule alikuwa ananichapa sana. Juu hakuwa anataka kujua na pia unaona haelewi juu ya hiyo ugonjwa yake. Sasa mimi ikawa challenge pale nikienda shule, watoto nikiharibikiwa, watoto wananicheka sana. Hata walimu wakawa wananiuliza kwa nini nakaa hivyo, nikijaribu kuwaelezea. Kuna mwalimu alikuwa ananisaidia na Mungu ambariki sana mahali yako. Juu alikuwa ananiita tu, ananisaidia, ananinunulia hata pant. Lakini wakati yeye hayuko ama pengine ako chini, ilikuwa ni mateso tupu. Na sasa mahali pale nyumbani pia, mamangu akikosa kibarua tunakaa na njaa, watoto wanahangaika. Mimi sasa nikawa, yani ni kama nimechukua tu majukumu ile familia, hata kama wazazi wangu wako. Na sasa ya shule nilifika class 5 na nikashindwa kabisa sasa kuenda shule. Juu pale unaenda shule, yani shule hakuna amani, nyumbani hakuna amani, ikawa ni changamoto sana. Mimi niliamua, nikachukua hatua, nikaamua kutafuta, nikaenda kwa mama mwingine hapo jirani na nikamuelezea yale ninapitia. Na juu hata yeye alikuwa anaona na hata mara mingi yeye ndiye alikuwa anatupea hata chakula na ananisaidia kama mtoto wa msichana, ananiambia hata kama unapitia haya usikubali kuchezewa na vijana. Hata kama unapitia haya wewe jivumilia tu, shinda itaisha. Sasa alikuwa ananitia nguvu hivyo. Na mimi nilikuwa napenda church, hata tulikuwa tunaenda kanisa na yeye. Sasa alikuwa tu ni kama mama wangu, ni kama mama wa kiroho yani. Sasa mahali pale mimi akaniambia sasa wacha tutafute kazi, hata uende at least unasaidika usaidie mama yako. Juu sasa mama alikuwa anajaribu lakini unaona ni ile hakuna otherwise. Mimi aliamua kupigia watoto wake walikuwa Nairobi. Na tukaenda wakanitafutia kibarua side ya Kitengela. Sasa hiyo nilikuwa na 12 years.
Nikakuja Nairobi, nilikuwa nakumbukanga vizuri, nilikuwa naandikwa 700 per month. Per month. Nikakuja nikapatana na mama na mzee walikuwa Wanjaluo, na nikaanza kufanya kazi pale. Walikuwa na watoto 4 na ilikuwa nyumba ya juu na chini. Kabla tufike huko kwa kazi, kurudishe nyuma pale kwa baba yako. Umesema baba yako ni kama alikuwa anakuwa wenda wazimu. Babangu alikuwa mgonjwa. Ukizaliwa ulimpata hivyo ama? Babangu nikizaliwa mimi nilikuwa naulizia babangu akiwa kijana, ile tu unaendanga kutafuta kazi ukiwa kijana, alienda akapata kazi kwa meli na akaandikwa pale Saint Mombasa. Na ile hali ya kufanya kazi pale kwa meli, hata yeye mwenyewe wakati alikuwa akikunywa ndawa ama ndugu shitano alikuwa anatupea story yake. Anatuambia unaona njoo hata kulikuanga na tusufuria hapo. Hako kwa sufuria ndio tulikuwa tunapika naso kwa meli. Yaani alikuwa anatupea tu story sasa kama watoto. Akatuambia sasa alikuwa anatuambia sasa tulikuwa tunakaa kwa meli miezi 6 bila kutoka kwa maji. Sasa akaumwa na cerebral malaria. Sasa hiyo kuumwa akagonjeka, akarudishwa nyumbani, kazi akashindwa. Juu wakati kama hakuna dawa za hiyo ugonjwa ama ndugu shindano, alikuwa anaharibika kabisa. Hawezi shikanisha kitu, hawezi saidia popote. Yaani ni kufanya tu vitu, hata akipata ukipika hapa anaweza chukua chakula kumwagie yote. Anachukua moto anarusha. Nakumbukanga kuna wakati hata alichukuanga moto akarusha ile moto ya kuni. Akaingiza kwa mattress, vitu zikachomeka, lakini ilikuwa kitu saa 6 mchana. Tukapiga nduru, watu wakakuja tukamwagia zile vitu maji, ikapoa. So kumaanisha kuzaliwa kwako, yaani tangu wewe kuja kujijua ulikuta babako akiwa hivyo? Nilipata babangu akiwa hivyo. Njoo wakati huo alikuwa kijana mdogo tu. Njoo alituambia, yani vile alimaliza tu class 7, wao walikuwa wanamalizia 7. Sasa akatafutiwa hiyo kazi tu. Alright. So tuseme umekuja Nairobi sasa. Baba na mama mmewaacha huko nyumbani. Nimewaacha huko, na watoto wengine. Sikuwaambia, juu ni kutoroka nilitoroka. Juu sasa ilikuwa hata nilikuwa nimelala, nakumbukanga nilala nje wiki mzima. Huko nyumbani. Juu sasa ninaenda kwa majirani wanakataa kunipea mahali ya kulala. Haya, shule sitaki kuenda juu sasa pale ni challenge, nachekelewa, yani sina amani. Haya, nyumbani nikipata baba nisipoenda shule ni shinda. Sasa ikawa nimetoroka. Nikakaa nje wiki mzima. Ndio sasa nikakuja kuelezea ule mama na naye akakubali kunitafutia kazi. So ukaletwa kwa nyumba ya Wajaluo? Nikaletwa kwa nyumba ya Wajaluo Nairobi. Na huyo ndiye alikuwa mbosi wangu. Sikuwa najua chochote, sikuwa najua kupika. Yaani nilikuwa tu napika ile unajua kupika kwa ushago. Kuna tofauti sana na Nairobi. Sikuwa najua kutumia gas. Alikuwa na jiko za stima, sikuwa najua kutumia. Saa zingine napika chakula inaweka chumvi mingi. Saa zingine yani ilikuwa challenge. Nikang'ang'ana pale, nikang'ang'ana. Mzee alikuwa mzuri lakini mama alikuwa kisirani kabisa. Njoo mama alikuwa anakuja, anapata hata kama ni hiyo chakula nimeweka chumvi, hataki kujua kama sijui, ananiambia nikule hiyo chakula yote. Sasa nang'ang'ana mpaka naenda natapika. Nikitapika njoo sasa nilikuwa mdogo tu, alikuwa anachukua advantage, ananipiga, ananiongelesha vibaya. Sasa lakini niling'ang'ana tu, nikafanya kazi kwake miezi 3 na hiyo mambo yote nilikuwa tu nafanya na ng'ang'ana. Mzee wake anamwambia tu anifundishe kazi polepole, njoo anaona mimi ni mdogo, nishinde imefanya nikuje pale. Wakati huo ulikuwa na miaka kama ngapi hivi? Wakati huo sasa nilikuwa na 13 years. Sasa mama anarudi ananiuliza kwa nini bwanangu anakutetea sana? Kwa nini anaona ako saidi yako sana? Lakini mimi hata sikuwa nafikiria, hata sasa ndio nakaanga hivi nasema ama alikuwa nafikiria tunakaa na mzee wake. Lakini hiyo wakati nilikuwa mdogo, nilikuwa na mashinda mingi, hata sikuwa nafikiria kitu kama hiyo, singeweza kufikiria. Sasa nilikaa pale, nikafanya kazi pale, nikakuja kumwambia sasa mimi nataka kurudi kwa wazazi wangu, nienda niwasalimie. Hakukataa, alinipeleka kwa gari pale tea room na nikaenda nikafika nyumbani, lakini babangu alinikataa kabisa. Nikapata sasa hiyo wakati nilikuja kurudi, nikapata babangu aligonjekanga.
Njoo sasa zile ndawa ndio zilikuwa zinamweka, yani zinamsaidia akue sawa. Alimesa dawa kwa miaka mingi sana. Sasa akawa akona kansa ya throat. Ya throat. Sasa nikapata sababu aligonjekanga. Lakini sasa hata hiyo wakati hakuwa anaweza kuongea. Njoo hata nilikuwa anajaribu kuongea na yeye anafanya tu mkono hivi. Nikajaribu kumpembeleza. Sasa mama alikuwa amenipea pesa. Nilikuwa nimemaliza miezi 2. Akanipea pesa nikaenda, nilikuwa nimenunua tu vitu, nikafika pale, mama akajaribu kuongelesha babangu, baba anakataa kabisa hata kuongea na mimi. Lakini sasa pale nilikaa, baadaye akakuja kukubali na tukampeleka hospitali. Vile tulimpeleka hospitali, akaenda, akatibiwa. Sasa nikakaa wiki moja, akarudi normal kidogo na tukaweza kuongea na yeye. Nikamuelezea njoo alikuwa amesema nilitoroka sikusoma. Sasa na yeye hakuwa anajua zile shinda nilikuwa napitia pale. Sasa vile nilimuelezea wakati amepona, amekuwa nini kidogo, nikamuelezea, akakubali na tukaelewana. Sasa tukaongea, akaniambia amenisamea na mimi nikamuelezea na tukaachana tukiwa salama na nikarudi tena tuko yule mama, akakubali nikarudi. Na sasa vile nilirudi kumaliza mwezi kule tena, babangu alikuja akatuacha, nikaambiwa babangu amekufa. Sasa vile babangu alikufa, njoo mimi ndio nilikuwa first born sasa. Nikarudi tu nyumbani, tukasika babangu na mamangu sasa nikamwacha pale. Sasa hiyo mandugu zangu sasa wamekuwa lakini bado hata hawachukua wametairiwa. Mimi nikarudi sasa Nairobi tena. Na yule mama sasa akawa sasa ni kama amekuwa akona ile roho, sijui aliingiwa na roho gani. Akaanza sasa kunitesa. Saa zingine hata napika chakula anakataa hata kunipea chakula. Siku moja nakumbuka hakukuanga na maji. Maji ikakuja usiku kitu saa 6. Na vile ilikuja saa 6, mimi nilikuwa nimechoka njoo unaona watoto ni 4, nyumba ni juu na chini, kufua hizo manguo zote, kupika, kuosha hiyo nyumba ilikuwa peke yangu. Sasa maji kukuja nikaketi tu hapo chini, nikaweka maji kwa drum. Ndio iingie njoo tulikuwa tunachotelea njoo iko inakuja throughout. Na sasa nikaweka maji, mimi nikaketi hapo kwa kiti. Na vile nilikaa hapo, nikashikwa na usingizi. Kushikwa na usingizi, sikujua, nikapata maji imejaa, hata yeye ndiye alikuja kuniamsha. Akakuja hiyo siku, kanipata hapo, yeye akaamka usiku, juu maji iliwaingilia mpaka bedroom. Akakuja akaniuliza umelala hapa ama ulikuja kasi? Ona sasa maji imejaa kila mahali, amka haraka sana upanguse hii maji. Mimi nikaamka, nikaanza kupangusa ile maji, sasa hiyo ilikuwa kitu saa 9 ya usiku. Nikakausha maji, ikafika saa 10, akakuja, akapata bado sijamaliza. Akaniambia sasa mahali imefika, wewe utaenda tu, na ni saa hii utaenda. Nikamuuliza nitaenda wapi saa hii na ni usiku. Akachukua funguo, akachukua kambagi kangu, akatoka nje kwa gate, akafungua ile gate, akanirushia mbagi huko nje na akanisukumanisha, nikaanguka. Nikaanguka huko akafunga gate yake na akarudi kulala. Mimi nikaamka hapo, nikaenda kuna sonja alikuanga hapo karibu na kwao. Nikaenda nikamuelezea, huyo sonja alikuwa anamjua, akaniambia, hata umejaribu sana kukaa na huyu mama." Juu huyu mama hakuwa anakaa sana na watu wa kazi. Akaniuliza nakulipanga aje, nikamwambia. Sonja huyo nakumbukanga akaniambia, na ndio maana amekaa na yeye anajua hiyo pesa ni kidogo. Haya, mimi sasa sonja akaniambia wacha nimpigie simu, nisikie kwa nini anakufukuza usiku. Sasa hiyo ni saa 10 ya usiku. Haya, sonja kumpigia simu, hakuchukua simu, akaenda kupiga kengele ya gate, mama hakufungua. Sonja akaniambia wewe keti hapa, ifike asubuhi tuone tutafanya aje. Mimi niliketi pale, asubuhi ikafika, sonja naye wakakuja kubadilishana na wale wa mchana. Yeye akaenda, nikabaki hapo, nikakaa karibu kitu saa 2. Nikauliza sasa nafanya nini hapa? Njoo sikuwa najua hata njia ya kuenda home. Sikuwa yani uko tu mahali vile umewekwa na ujui mahali unaenda ama vile utafanya. Mimi niliamka tu nikaenda hapo stage. Nikasikia tu kijana alikuwa anaongeanga
nilisikia kama anaongea Kikwetu lakini ilikuwa ni Kiembu, Kikuyu Kiembu. Mimi nikaenda hapo nikamuelezea. Nikamwambia kama anaweza nisaidia nifike tea room juu sijui niko wapi, na nikamwambia vile imefanyika mpaka nikafika hapo. Kijana akaniambia sasa saa hii tea room ni mbali, labda wacha tuende kwangu uende upumzike, na njoo hata vile sasa nilikuwa na panguzi ile maji. Manguo zangu zote zilikuwa zimejaa maji. Akaniambia acha tuende kwangu nikupeleke kwangu uchange hizo manguo na ubandilishe, sasa upumzike tujue vile tutafanya. Tukaenda pale kwake akapika chai, ndio ilikuwa asubuhi. Nilimpata akiuza biscuit na sweet stage. Akaniambia sasa wewe kunywa chai, oga, bandilisha nguo, acha mimi nirudi kazi. Nitakuja masaa ingine. Mimi nikabaki tu pale, nikatoa zile nguo nilikuwa natetemeka na baridi. Nikatoa manguo nikaketi pale. Kijana akakuja kitu saa 10 hapo. Akakuja na chakula tukapika tukakula. Sasa hapo nikaanza kumwelezea vile kulikuwa. Akaniambia sasa atapigia rafiki yake mwingine wanitafutie kazi. Na vile sasa tulikaa hapo, akaniambia ningoje tu kazi ikupatikana. Tulikaa pale wiki 2. Na sasa yule kijana alikuwa mzuri, ndio alikuwa ananipea chakula tu na hakuwa ananiuliza chochote ama aniambie kitu kibaya. Baada tulikaa kama wiki 3 pale, kazi hakuna, nimekaa tu. Sasa nikamwambia mimi wacha niende nione nitafute mtu, hata naweza pata mtu wa kwetu anirudishe tu kwa mama yangu. Kijana naye akaniambia sasa hapana, wacha tufanye hivi, na ndio mimi naweza wacha nipigie babangu simu nimwambie, na kama naweza nimwambie nimepata bibi nisikie vile atasema. Kijana akapigia babake simu, alikuwa tu anamjaribu. Babake naye akafurahia sana, akamwambia mnaupange siku umlete nyumbani. Sasa tukaanza kukaa na yule kijana. Na after 1 month nilikuja kugonjeka sana. Nikaanza kugonjeka na tumbo, nasikia kichwa inaniuma, na akanipeleka hospitali. Na vile alinipeleka hospitali nikaenda nikapimiwa, hakuna ugonjwa ilipatikana. Sasa daktari akaniambia vile tumejaribu kila kitu hakuna, wacha tujaribu. Akaniuliza unasikia aje, nikamuelezea. Akaniambia wacha tujaribu tuone kama uko mjamzito. Na vile alitesti hiyo kipimo nikapatikana niko na mimba. Sasa hapo ikawa sasa nikarudi nyumbani, daktari akaniambia usikunywe dawa yoyote. Lakini nilishikwa na stress sasa. Juu sasa huyu kijana hata simjui vizuri. Kule nimetoka ni stress. Sijui nitafanya nini. Kwa wakati huo ameshakupeleka nyumbani kwao? Bado hakuwa amenipeleka. Sasa babake vile alipigia babake, alikuwa anataka kusikia babake atasema nini. Sasa vile alisikia ndio sasa tulikaa chini akaniongelesha na tukaanza kukaa sasa. Tukakaa pale, akatafuta fare, akapata na tukaenda nyumbani kwao. Vile tulienda babake akafurahia, tukapata mamake na babake, lakini huyo mama hakukuwa waril, alikuwa mama wa kambo. Sasa tukakaa pale, baba akamwambia sasa wacha atapanga vile tutaenda kwetu aone wazazi. Na siku moja ikafika tukaenda mpaka huko, juu baba hakukubali turudi town tena. Sasa tukaanza kukaa pale. Na tukaenda nyumbani kwa mamangu na maangu zangu huko nyumbani, wakaongea pale kama wazazi, na tukarudi sasa. Vile tulirudi tukaenda juu sasa vile tulitoka town tukaenda huyu mama, watoto wa huyu mama yetu kuna kanyumba alikuwa amejenga pale. Na sasa vile alikuwa amejenga nyumba ndio tulienda, ni mtoto wake first born sasa. Tukaenda tukaanza kukaa pale. Na maisha ikaanzia pale. Sasa baba akamwambia hao watoto wangawie shamba ndio walime sasa. Wakati huo mtoto nimeshapata mtoto sasa msichana first born. Nikaanza sasa maisha pale, lakini mama vile nilienda kupata mtoto, mama alikuja akasema yeye hataki kuzaliwa. Yaani yeye hataki kuitwa, sijui mnaisemanga aje na Kikuyu. Huyo mtoto mwenye amezaliwa. Yeye asiitwe hiyo jina. Akakataa kupeana jina kabisa.
Sasa mzee akapigia aunti yake, sister yake ndio alisaliwa yule mtoto. Sasa mimi sikujua ni nini inafanyika, lakini baadaye ndio nilikuja kugundua mama alikataa kwa sababu si mama wa kijana mwenyewe. Sasa tukawa pale vile nilitoka hosi, maisha ikawa ngumu sasa. Niko na mtoto, kijana hakuna kazi. Mzee alikuwa anafanya kazi ya mjengo. Tuko pale, yani hakuna hata kibarua. Maisha ikawa ngumu. Akatoka hapo akaenda kutafuta kazi Garissa. Ndio tulienda nyumbani kwao ni Mpeketoni. Sasa akaenda kutafuta kazi Garissa, tukakaa pale. Akaniacha sasa na mtoto, katoto ni kandogo. Pale na njoo nilikuwa nimefanyiwa operation. Mama hakuna kitu anataka kunisaidia. Labda niite tu jirani akuje anisaidie hata kufulia mtoto ama yani alikuwa tu hakuna kitu anataka kuhusika. Na mtoto alikuwa anakushikia mtoto? Kuna hakuwa ananishikia mtoto. Tulikaa pale tu nikang'ang'ana tu na maisha. Katoto kakakua kakubwa, mzee anaenda anatafuta kibarua anarudi. Sasa vile mtoto nilishika nguvu na mtoto naye akakuwa mkubwa, sasa ako na miezi 9 hapo. Akaambiwa sasa anikatie kashamba nilime. Hapo ndio sasa tulianza kujua atupendi. Ndio alisimama akasema yeye hakuna shamba ako nayo ya kutupea. Kijana ako na mama yake, aende atafute mama yake ndio ampe shamba. Na sasa mahali pale nilikaa, mzee ikawa ni kama wanakosana tena juu ile shamba. Akaita wazee wa nyumba 10 wakakuja pale, wakampembeleza yule mama, wakamuongelesha, akakubali kunikatia shamba. Lakini ile shamba sikulima na amani pia. Nilistruggle sana juu nilikuwa nikipanda kama ni mahindi na yeye amepanda yake ikikomaa na yangu ikomaa, yeye yake hata kula. Alikuwa tu anaingia na funjo kwangu, anavunja mahindi, maharagwe anachuna, nikiongea anaanza kunitukana. Sasa mimi nilikuwa imefika mahali hata sitaongea, hata nikiona chochote na nyamaza tu. Ilikuja kufika mahali sasa mzee baba sasa baba ya kijana 2020 akakufa wakati wa corona. Aliumwa tu na kichwa naye akakufa hivyo. Sasa tukabaki pale na vile tulibaki pale ilikuwa wazi sasa. Ndio sasa shamba yeye mzee alikuwa anatutetea. Mama akasema hata tusilime hiyo shamba tena. Haya, ile nyumba tulikuwa tumeenda pale ya huyo kijana juu tulikuwa tumeweza kujenga yetu. Akatuambia kijana yake ameoa na anataka kuleta bibi pale. Akatuambia sasa itabidi tutoke ndio tumwachie nyumba. Haikuwa rahisi. Nikatoka hapo tukaenda kukondisha. Na sasa mnaona amechukua ile shamba alikuwa ametupea. Kwani alikuwa amefanya transfer ya title kwa jina yake? Kila kitu ilikuwa yake. Ya huyo mama? Na alifanya transfer mzee akiwa wapi? Alifanya transfer mzee, unaona sasa walikuwa wamekosana na mzee. Wao kwa nyumbani kwenyewe ni Nakuru. Sasa walikuwa walimekosana kidogo, yeye akaenda huko, akashika mashamba, baadaye wakarundiana sasa. Mzee akatoka Nakuru akamfuata huko. Sasa unaona kila kitu ni kama ilikuwa tu yake. Unaona? Na huko Nakuru hakukuwa na shamba, ile ya familia hakukuwa na shamba. Sasa tulitoka hapo tukaenda kukondisha town na mzee wangu na watoto. Sasa hiyo nimesa sasa watoto 2. Tukaenda kukondisha huko town, tukakaa kama miezi 4 na nikaona sasa maisha pia inakuwa ngumu juu unaona watoto wamefika mahali ya kuenda shule, sina mahali ya kualimia, yani sina kazi, watoto mzee mwenyewe ni kustruggle na struggle pale. Sasa nikaenda nikaongea na mzee wa kijiji na nikamuelezea, akaenda akaongea na huyo mama. Mama akasema turudi lakini tujipange vile tutajenga nyumba yetu. Na tulienda, Mungu akatusaidia, tukasimamisha tu nyumba, ilikuwa ya mabati 6 na tukaanza kukaa pale sasa. Na sasa wakati huo nilikuwa na mimba ya mtoto wa 3 sasa, wakati tulikuwa kwa plot. Na nikarudi huko nyumbani, tukaanza sasa maisha, tukajenga kanyumba ketu, tukakaa tu na amani around 3 years. Sasa vile tulikaa hivyo, mzee naye akaanza kusumbuliwa na H. pylori, bwanangu sasa. Akaanza sasa kugonjeka H. pylori now and then.
Na mwishowe akaenda akaambiwa eti hizo vitu zimengeuka, zimekuwa kansa ya tumbo. Mimi nilistruggle. Juu tulikaa pale sasa Ndrawa kila wakati, hakuna kazi ya anaenda. Mimi hata nikaamua kumwachia watoto, mimi nikatafute kazi huko Mpeketoni. Naenda natafuta hata kazi ya nyumba nafanya, na watumia pesa, ananunulia watoto chakula, pia analipa Ndrawa. Kuna kanisa tulikuwa tunaenda huko, bado ile walikuwa wanatusaidia mambo na Ndrawa. Sasa ikaenda hivyo, nikafika mahali, ikanilemea kabisa. Na juu nilikuwa napenda familia yangu, sasa nilikuwa na watoto 3. Sasa nilikuwa napenda familia yangu. Kule nyumbani unaona mimi ndio first born. Shamba yangu baba alikuwa ametungawanishia kabla akufe, na akaacha kama ameandika kila kitu. Alikuwa amesema kila mtu amemwachia 15 na vijana anawaachia kila mtu nusu eka. Sasa mimi nilikuwa nimepewa tu 15 na mama akaashiwa yake pale. Sasa nikawa sasa mimi vile nilikuwa napenda bwanangu na familia yangu, nilitoka tu huko mpaka nyumbani na nikaenda nikatafuta mtu, mimi nikamusia zile pointi nilikuwa nimepewa. Nikauza, nikarudi ndio nitibu bwanangu. Lakini vile nilienda kutibu bwanangu asikaambia sasa njoo kuna kitu ilikuwa imeonekana kwa tumbo imefura. Ilikuwa imefura, hakuwa anaweza kukula, hakuwa anaweza, yani chochote hakuwa anaweza kufanya. Sasa mimi nikauza ile shamba, nikakuja, nikampeleka hospitali, tukatumwa Malindi. Na vile tulitumwa Malindi, tulienda, akafanywa ile operation, lakini hiyo ndio ilitokea sasa ikawa shinda, ndio sasa haikupona. Ile kitu ikawa sasa ni kidonda through. Akafanywa operation ya tumbo. Alifanywa operation ya tumbo. Na sasa hakupona, ndio kidonda ikawa through sasa, yani ikawa wasi. Nilistruggle, nikiangalia watu wao, nikijaribu kuwaambia hata wanisaidie, hakuna mtu alikuwa anataka kunisaidia. Nikienda kwa mama, nikimuelezea, yeye anasema yeye mahali imefika, amechoka, sasa ning'ang'ane tu kama mimi. Nilijaribu hata watu wao wa Nakuru, hakuna mtu alikuwa anataka, lakini watu wa Nakuru walikuwa wananisaidia tu ile kidogo wanapata. Lakini huku sasa nyumbani kwenye huko Lamu, hakuna mtu alikuwa ananisaidia. Niling'ang'ana ile pesa nikakuja ikaisha na njoo hospitali Mandawa hiyo operation nini, na kanisa pia walikuwa wanatusaidia sana. Sasa mimi nikajaribu, alikaa mwaka nikiteseka kutafuta dawa, mara wiki moja hospitali, wiki moja nyumbani. Mimi nikiacha watoto wanabaki wanahangaika. Sasa watoto wangu ni 3. Nikawa sasa niko tu yani sijui kulienda aje. Ikafika mahali bwanangu pia akatuacha, na vile alituacha sasa ikawa hivyo, na haikuwa rahisi pia. Njoo mama alitungeuka akasema sasa hata ule mtoto huyu bwanangu hawezi sikwa huko, unaona. Hizo shamba hasina title, sasa labda tung'ang'ane tumpeleke Nakuru. Kwenda Nakuru hiyo nilikuwa challenge juu transport kwa barabara. Huko Nakuru mimi hata si eti najua sana. Unaona, juu nilionyesha huko Lamu ndio nyumbani. Huko Nakuru ni kwenye baba ya bwanako alipozaliwa. Huko ndio alizaliwa. Kwa shamba ya baba sasa. Lakini hawakuwa na shamba kubwa, ni kandogo tu. Sasa mama kusema hivyo, mimi nilibidi tu niende kwa chief, niende nimuelezee. Juu sasa hata wale watu wa kanisa walikuwa wanachanga, hawangeweza kutuchangia hiyo transport ya kuenda huko yote. Sasa mama chief akamuuliza, kwa nini wewe unasema hata siko huku, na hata baba mwenyewe alisiko, baba yao alisiko hapa, kaburi yake iko hapa. Sasa hapo ndio aliwesewa na akakubali, tulimzika tu kisheria. Juu yeye hakuwa anataka. Bila tulimzika kisheria, mazishi ikaisha, akaanza kunitishia. Akaniambia sasa hata kama hii mambo imefanyika, ujue hakuna kitu yako iko hapa. Hapo ndio sasa tulianza shinda yote. Anakuja, anabomoa hata ile nyumba tulikuwa tumejenga juu huko nilikuwa nimejenga nyumba ya matope. Anachukua huma ile ya kulima, anaibomoa, tunalala kwa upepo na watoto. Na 2023 ikafika mahali sasa mimi sasa hiyo niko watoto ni 3, kakijana ndio kalikuwa ka last born.
Mimi asubuhi niliamka tu, ilikuwa Saturday, nikaenda nikapika chakula, nikaacha mtoto na watoto wengine na nikaenda kibarua. Huko kuna limangu hizi rangi za kupaka nyumba. Nikaenda kibarua ya kuchuna rangi, nikashinda huko, kurudi kitu saa 10, nikapata mtoto wangu anaara, yule mdogo. Nikuara, nikutapika, yani ni joto. Nikauliza watoto ka fasting ball juu kalikuwa kakubwa kidogo, kalikuwa na 9 years. Nikamuuliza mlipea mtoto nini? Akanambia mama hakuna kitu, ni ile tu chakula ulituachia. Mimi nilitoka hapo, nikachukua mtoto wangu, hata sikuoganga, nilitoka tu hivyo nikabeba mtoto nimpeleke hospitali. Sasa hiyo naenda na mtoto lakini anaenda akinitapikia kwa mgongo. Tukaenda. Njoo sasa huko kutoka huko mashambani ni mbali, kuenda hospitali kutokea huko town. Hakuna pikipiki, hakuna gari, njoo pia hata security huko sio mzuri. Njoo hiyo huko ndani wanasemanga maru sababu wanajifichanga huko. Mimi tu sikuona hayo yote, nilibeba mtoto nikatoka tu nikaenda. Na nikiwa tu harakati ya kuenda kwa barabara nikasikia mtu akiniita nyuma, akaniuliza we mama simama. Mimi nikasimama. Akaniuliza huyo mtoto unabeba uone shingo imevunjika, yani shingo yake ilikuwa imelegea. Nikamwambia kuja unitengenezee. Akakuja akanambia vile aliona mtoto akanambia nifungue leso, nikafungua leso, akachukua mtoto, alikuwa mama. Akaketi hapo kwa nyasi. Akaniangalia hivi. Akaniuliza wewe umetoka wapi? Nikamuelezea, nikamwambia mimi sikuwa nimeshinda kwa nyumba, nimekuja tu sasa nikapata mtoto kana vile amegonjeka, nikaamua kumpeleka hosi. Akabeba ule mtoto yeye mwenyewe, akapigia kijana mwingine, akaniambia acha nipigie kijana mwingine, huwa ananiletea vitu. Ni akuja atupeleke mbio hospitali. Akaita ule kijana wa pikipiki, akakuja akatupeleka hosi. Kuenda hospitali pale tukiandikisha mtoto, hata mtoto yani daktari kuchukua tu ile mtoto ndio tulikuwa tumeanza sasa aanze kutibiwa. Daktari kupima mtoto akatuambia asikii mbiti ya mtoto hata kidogo. Sasa wakaanza kuniuliza kwani aligonjeka lini, kulienda aje. Mimi nikaanza kuwaambia. Hapo ndio alituambia mtoto hayuko. Mtoto ameshakufa. Sasa ikuwa rahisi. Sasa tukaanza kushughulika vile mtoto mahali atawekwa nini. Mimi nikarudi tu. Na huyu mtoto akigonjeka, ulikuwa umemwacha huko kwa mother-in-law? Unajua kukuwa mbali. Ni nje moja tu. Sasa akiwa hapo anaona tu vile kila kitu inafanyika hapo kwangu na kwake mimi naona. Sasa hapo tukashughulikia mtoto na yule mama. Akachukua simu akapigia mama akamwambia vile mtoto kumeenda nini. Alichukua simu yangu. Sasa mama akamwambia ukuje hapa hospitali kwa kusio kuzuri. Akamwambia sasa mimi siwezi kuja sasa, sina time, niko busy sana. Mama sasa akaniambia tutapigia nani mwingine. Mimi nikamwambia wacha tu. Njoo sasa tukapigia pastor simu. Pastor ndio walikujanga na bibi yake wakatupata hapo. Na vile walitupata sasa ndio walitusaidia na wakanirudisha nyumbani. Na vile nilirudi nyumbani, unajua mama yangu alikuwa hapo lakini hata hakukuja kutuangalia, atuulize hata ni nini ama ni nini imefanyika. Tulikaa tu hapo, wamama wa kanisa wale walisikia wakaanza kukuja kuniambia pole. Sasa siku ya pili ndio yule mama wa pastor akakuja akaenda kwake. Akaenda akamwelezea akamuuliza kwani kuna shinda njoo tu kukuona hata jana na ulikuwa tu hapa. Akamwambia mimi singekuja. Juu sasa mimi niliambia watu watoke hapa kwangu. Niliwaambia watoke hapa kwangu na hawakusikia. Unaona? Mama huyo bibi ya pastor akakuja amepanua mdomo akiwa ameshangaa. Akausha akatuelezea hapo tulikuwa na mama wengine wawili vile ameambiwa. Tukamwambia tu ni sawa ina shinda. Njoo walikuwa wanaelewa na wanajua ile kitu inaendeleanga tu kwa hiyo mboma. Kumaanisha alikuwa anataka muondoke lakini nyinyi hamkutoka pale. Alikuwa anataka tuondoke lakini mimi nilikuwa nauliza nitaenda na hao watoto wapi sasa. Unaona? Kule nyumbani ni kama alikuwa anajua nini ilifanyikia mtoto wako. Alikuwa anajua njoo baadaye alikuja kuongea yeye mwenyewe. Unaona? Njoo sasa singetoka pale. Nilikuwa nauliza nitapeleka watoto wapi. Kule nyumbani kumbuka hata zile pointi nilikuwa nimepewa na babangu nilipatiana ndio nisaidie
bwana yangu. Nilikuwa nauliza nitarudi wapi. Unaona? Ndio hata hiyo yote nilikuwa nikipigia uncle yangu huko nyumbani nikimwelezea. Naye alikuwa ananiambia sasa wewe uliuza shamba, hata ukienda aje utarudi wapi? Hivyo ndio walikuwa wananiambia. Mimi unajua sasa nilikuwa navumilia pale nilea watoto wangu. Unaona? Lakini ikuwezekana. Sasa vile tulikuja, mtoto naye ndio huyo ameenda na matanga ikaanza, tukashika mtoto. Baada ya kushika mtoto, mama sasa ndiye alianza kutuonyesha rangi zake zote. Akaanza anakuja anasimama tu hapo. Mtoto mmezika wapi? Tulisika tu pale pale. Kwa hiyo compound. Kwa hiyo compound mahali babake alisikwa. Sasa hapo akaanza anakuja na kasimama anacheka na ananiambia ulikuwa unafikiria sasa mwenye ulikuwa amekuleta hapa alienda. Hata huyo mtoto ameenda, hakuna kitu umeacha hapa. Sasa hata una mtoto wa kijana, utatoka tu uende kwa amani. Unaona? Anakuja tu anatuthreaten, anatufanyia vituko. Mimi nikifua manguo, anakuja anatoa na kanyangia chini. Unajua mimi namheshimu kama msasi. Singeweza kumpiga na singeweza kumfanyia kitu kibaya. Unaona? Lakini yeye alikuwa tu anafanya vituko. Sasa kuna wakati hata tuliachanga watoto wangu sasa hao wasichana niko nao saa hii. Wakaenda tuition, nikabaki asubuhi. Nikapika chakula mimi nikaenda kibarua tu. Kuenda nikarudi. Nikapata watoto wako hapo hawajakula ile chakula. Nikawauliza mbona hamkukula? Wakaniambia mama tuliona hii chakula vile iko, tukasema hatutakula. Na njoo sasa hiyo mbele hapo kidogo baada ya kusika mtoto, sasa unaona vile anaongea mimi, nikasema hata sitamuongelesha. Ilikuwa ni kama tuko, yani hatuongeleshani. Kila mtu anafanya tu mambo zake. Kulikuwa kunanyesha hapo nyuma, nikaacha tu drum hapo ya maji. Na ikajaa maji na asubuhi nikitoka tu shughuli zangu nikaacha nimefunika. Juu ilikuwa drum kubwa singeweza kuibeba niingize kwa nyumba. Nikaenda tu kukuja njioni Mungu alisaidia nikakuja mapema kitu saa 11. Kwenda kufungua ile maji nianze kutumia, maji ilikuwa green. Green yote. Ukichota hivi ni green, ni kama kama sabuni ile imetengenezwa imewekwa makalasi. Kwani alikuwa ameweka nini? Sijui Kenya alikuwa ameweka. Juu nilienda kumuita nikamuonyesha. Nikamwambia hii maji kwani niliacha asubuhi iko sawa na nilikuwa natumia. Kwani ilifanyika nini? Akaanza kustuka na mimi nikistuka. Akaanza kuniuliza sasa unafikiri imefanywa nini? Hakuna mgeni yako hapa, hakuna nini? Maji iko sawa. Mimi nikaenda tu nikaita mzee mwingine hapo jirani. Akakuja nikamuonyesha. Akaniambia hii maji msijaribu kutumia. Njoo hii maji inaonekana imewekwa ile ndawa ya mmea ya kumwagia yani ile ya kupiga kama ndangali hivi. Akaniambia msijaribu mwaga hiyo maji na hata hiyo mtungi tupa. Mimi tu nikafanya hivyo. Sasa vile hiyo siku naye nilipika chakula nikaachia watoto njoo waliona hiyo mambo ya maji. Nikakuja nikapata chakula inakaa rent. Watoto wakaniambia mama tulisema hatutakula njoo ile maji tuliona vile ilikuwa tukaogopa kukula. Sasa vile nikaenda tu nikaita yule mzee nikamuonyesha haya. Yeye mwenyewe nikamuita hata huyo mzee akiwa hapo akaanza tu kustuka tu. Unaona? Sasa akaanza kuambia mzee sasa badala hii mambo mingi kila siku ni kusema wamewekewa sumu siwaende tu waondoke hapa. Njoo hii kitu itakuja kuniletea shinda juu hakuna mtu mwingine ako hapa ni mimi tu peke yangu. Sasa mzee akamwambia wacha tuamini tuone kama ni sumu imewekwa hii chakula. Kulikuwa na umbo mbili hapo ndogi. Mzee alichukua hiyo chakula, alikuwa mmoja wa kijiji nyumba 10. Akachukua ile chakula akawekea zile ndogi na sikakula ile chakula. Unajua hii kumaliza 30 minutes sote sikakufia tu hapo.
Sasa ilikuwa challenge sana pale. Kumaanisha ni yeye alikuwa anakuwekea. Yeye alikuwa anatuwekea juu. Unaona ile mambo alikuwa anaongea. Anacheka ananiambia bwanangu alikufa. Yeye ndiye alikuwa amenileta pale. Sasa amekufa nitafanya nini? Unaona? Sasa haya, ananiambia hata eti unasema mtoto atakufa. Kuna siku alikujanga akaniambia eti ulisema mtoto amekufa. Hata saa hii ukicheza usipotoka kwa shamba yangu, mtakujiwa hapa mkiwa maiti watatu. Na hii maneno yote yenye anakuambia alikuja kuconfess baadaye ya kwamba ndio uweze kujua ya ukweli ni yeye alikuwa anaweka chakula ama ni yeye alikumalizia ule mtoto wa. Unajua sasa vile alikuwa anaongea na kwanza hiyo sasa hivi vile alisema eti mtoto vile nasema mtoto atakufa tutakujua maiti watatu. Mimi nilienda nikaita wasee. Wasee wanne tu wenye nilikuwa najua hawa ni wa kijiji. Wakakuja nikawaelezea na akawekwa chini aseme kwa nini anaongea vitu kama hizo. Alikataa kabisa. Alisema yeye hakuna kitu kama hiyo aliongea. Unaona? Lakini juu watu wanamjua kwa kijiji, huyo mzee mkubwa wapo aliniambia wewe jua vile utatoka kwa hii mboma. Unaona? Juu sasa ukiendelea kukaa huyu mama utawezana na yeye. Na huyo mama alikuwa na watoto wake? Alikuwa na watoto 5. Alikuwa na watoto 5. Wasichana 2 na vijana 3. Sasa nikawa pale siku moja mtoto wangu akaenda tu akachukua machungwa kwa shamba yake ndio alikuwa amepanda machungwa, mtoto akakula. Akasipata hapo jioni, ndio sasa alikuwa anashinda kabisa. Unaona? Alikuja akaanza akachukua hata manguo zetu akatuchomea zote, akalipata tukipika, akachukua hiyo njiko ya makaa akarusha huko nje, akabomoa hiyo nyumba, yani alifanya vituko kabisa. Unaona? Na sasa mimi hapo ndio niliona sasa hakuna kitu nafanya hapa. Unaona? Sasa mimi nikachukua watoto wangu tu, niko na watoto 2, tukashika barabara na hiyo siku ndio tulitoka kwake. Sasa vile tulitoka hapo kwake hiyo siku, tukaenda tu, kulikuwa kitu saa 2 ya usiku. Sasa hiyo nyumba ishabomolewa. Nyumba ameshabomoa yote. Yani alikuwa kama mugoroki. Sasa si tukashika njia tu na watoto wangu, tukaenda. Tukaenda vile tulienda, tukaenda tukaomba tu mahali ya kulala, tukalala. Asubuhi ikafika tukaanza safari. Tulitoka sijui kama unajua msitu inaitangwa Ngong. Witu, hiyo huko Mpeketoni. Tulitokanga huko na miguu mpaka tukakuja Saint Southern River kunaitwa Gariseni. Tukafika hapo. Miguu ilikuwa imefura hata haikuwa inatoshea viatu. Tuliteseka tukafika hapo Gariseni. Vile tulifika hapo kuna wale maaskari wanakuanga hapo wanalindanga hiyo msitu. Sasa nikaenda tu nikawaelezea. Wakaniuliza unataka sasa tukusaidie aje? Nikamwambia mimi naomba tu kama naweza fika Nairobi. Unaona? Ndio nilikuwa naona nikifika Nairobi naweza pata hata watu wa kwetu, yani naweza saidika nifike nyumbani. Mimi nikakuja wakatuombea lift na watoto kwa lori hizi zinabebanga melon. Tukabebwa, tukaletwa mpaka hapo. Hiyo gari ilifikanga huku saa 9 ya usiku. Tukaketi hapo, tukawekwa Eastleigh. Vile tuliwekwa hapo Eastleigh, tukaketi hapo kwa ofisi mpaka asubuhi. Na vile ilifika asubuhi sasa nikawa tu ninaangalia njoo hakuna mtu naona hapo ni wa Somali tu. Waislamu ndio walimejaa huko. Nikatoka tu na watoto hapo nikaona mama alikuwa anauza machungwa na maembe. Nikaenda tu nikamuongelesha alikuwa Mkikuyu. Nikamuelezea. Yule mama akaniambia sasa mimi saa hii siwezi kusaidia lakini kuna mama naweza muongelesha juu yeye amejenga kwake lakini ni mbali. Anaweza waweka pale kabla tumuone vile mtaweza kufanya. Akapigia yule mama simu na yule mama akakubali ni kwake ni Murang'a. Ndio sasa alikatulipia fare tukaenda mpaka huko na hapo sasa ndio tulifika hapo. Kufika pale tukaendelea tukakaa na yule mama naye akaniambia sasa tukakaa wiki moja mbele tulikaa wiki moja pale na watoto na mama akaniambia sasa tunaweza tafutia anionyeshe vile tutatafutia watoto shule na anitafutie kanyumba na sasa anaweza nisaidia kwa biashara kenye nitaweza kufanya. Sasa pale ndio tulianza tukaenda tukakaa kwa huyo mama
akanipelonyesha shule, nikaenda nikaelezea walimu, watoto wakachukuliwa. Yule mama alinisaidia watoto, akanunulia watoto uniform, akatukondishia nyumba na akanipea pesa kidogo ya kuanzia biashara na nikaanza maisha pale. Ndio. So saizi hapo unaanzia maisha ni pande gani? Ya Thika. Ndio nataka kujua kufika Thika sasa ulienda aje? Sasa Thika nilianza ile biashara na nikawa watoto. Sasa mtoto mmoja alikuwa grade 10, aliingia grade 10 huu mwaka na last born yako grade 7. Nikaanzia maisha pale, nilikuwa nimeweka kibanda na sasa ile kibanda yangu ndio ilikuwa kila kitu. Ikawa ndio chakula, ndio kulipa nyumba, ndio kupata school fees mahali pale. Sasa ilifika huu mwezi wa 3 mwaka. Sasa ikafika mahali ikawa nimeishiwa, sina capital ya kuendelesha na ile biashara haikuweza kuendelea. Although hapo pia yule mtoto wangu mdogo naye alianza kugonjeka, akaanza kugonjeka HIV. Hata sasa tunaongea anatumia zile madawa. Sasa hapo ndio nilianza, sasa pesa ya hospitali, pesa ya nyumba, school fees, kila kitu ni hapo ninatoa na sina usaidizi mwingine nyuma na mbele. Sasa biashara yangu iliweza, ile kazi nilikuwa nimeweka ilianza kuisha na ikaisha hivyo. Kutoka mwezi wa 3 mimi sina kazi. Ndio nilikuwa nakuuliza safari ya kwenda Thika. Huyu mama mwenye amekupatia mahali kwa kuishi Thika, mlipatana, umesema mlipatana wapi? Nilishikanishwa na mama naye, tulipatana naye Isili huko Nairobi. Na huko sasa Thika umekaa muda gani? Thika sasa inaenda kumaliza miaka 2. Haya, tangu utoke pale Mombasa Lamu, huyo mother-in-law mshaiongea naye ama mshaipatana tena? Hajawahi niongelesha. Hajawahi niongelesha na hatujaipatana. Watu wa familia yao na mnaambiananga namna gani? Watu wa familia yao, pande ya mzee, nikijaribu kuwaongelesha wanasema sasa wao hawezi, wako na mabrother wawili lakini pia hawana nguvu. Wao wanatupenda lakini sasa hawana kitu wanaweza tusaidia nayo. Juu pale hata shamba yenyewe hakuna, unaona. Hata wao wenyewe ni kuteseka, wanateseka pale. Haya, pande ya kwenu mzee ulikuwa umetuelezea mzee alikufa. Baba yako akikufa, sasa mlikuwa mshasemeheana kabisa? Babangu tulikuwa tumesemeana, lakini sasa kuna brother yake mkubwa alikuwa ameniambia nikiweza tu niende nirudi huko kwa wazazi, yani nirudi huko niende nitafute rika la baba yangu. Juu sasa babangu unaona nilipata yeye ni mgonjwa pia. Sasa yeye hata kama tuliongea kuna vile hatukuongea vizuri. Sasa yeye ndiye alikuwa nikimwelezea yale ninapitia, ananiambia tu nirudi nijipange niende nitafute rika la babangu wajue vile watanisaidia. So unaambonga wanaweza kukusaidia kwa njia gani? Sasa alikuwa ananiambia kuna vile wanaweza ongea, aidha kama babangu anaweza kuwa alipumzika kama ameniweka kwa roho, yani kuna vile wao wanaweza fanya kama kimila. Okay. Huyo mother-in-law wako hakuna hata siku moja alikuambia ni nini kiliua watoto wako? Hakuniambia chochote, lakini sasa vile alikuwa anaongea ilikuwa, yani unajua kuna vile mtu anaweza kuongelesha uone hii kitu ni kama alikuwa anajua. Ushaifika mahali kuanza kuregret bona uliuza ile shamba? Unaona saa hii naregret sana. Unaweza ambia aje mtu mwenye ako na fikra za kuuza shamba yenye amepatiwa na wazazi? Afikirie tu mara pili. Lakini mimi unajua nilikuwa nasaidia, sikuwa najua kama kuna hii itakuja kunipata, na sikuwa najua nitapitia mangumu kama haya sasa napitia. But naweza ambia mwenye anafikiria kuuza ama hata hiyo kusaidia, okay, unajua ukisaidia kuna kitu kingine unaangalianga, unaona. Juu sasa huyu alikuwa ni bwanangu na nilikuwa naona atapona
Ndio nilikuwa nimeambiwa na madaktari hiyo kitu akifanywa operation atapona. Hiyo ndio ilisababisha nifanye hivyo. Okay. Sasa kwa sasa hivi umesema umekuwa kufanya biashara ya soko. Ni ya soko? Nilikuwa nafanya biashara ya soko. Nini iliendelea kusababisha hiyo soko sasa imekuja imeisha? Nile challenge njoo pale sasa, hata ile kitu ilisababisha kabisa ni vile mtoto wangu naye akakuja akapata na hizo PH pylori. Simenipeleka sana. Njoo unanunua hizo mandawa na unajua hizo ndawa ni bei kali. Ni akimaliza kukunywa nikimrudisha nikijua tu amepona, naenda naambiwa bando. Akipimwa sinapatikana tena. Sasa ikawa ile muda mwingi niko hospitali. Na hata ile kazi pia mpasa hapo ndio natoa hiyo pesa ya mandawa, hapo ndio tunakula, hapo ndio tunatoa school fees, kulipa pia nyumba ni pale. Alright. So kwa sasa hivi ungetaka watu wasimame nawe kwa njia gani? Kwa saa hii ningeomba tu hata mtu mwenye ako na kazi tu anipee kazi, mimi juu sina kazi yoyote. Nyumba yenyewe nimefungiwa, saa hii tunaongea na wewe nimeacha watoto kwa wenyewe, sina mahali ya kukaa. Nyumba ilifungwa, juu nadaiwa miezi 3 mahali pale. Watoto wangu shule yenyewe ni shinda. Yaani ningeomba tu mwenye anaweza nisaidia asimame tu na mimi nipate mahali kama niyo nyumba yangu nifunguliwe na nipate hata pia kazi ndio nilee hao watoto. Juu hatuko hali mzuri kabisa Mark. Watoto wako miaka ngapi na ngapi na wako grade gani? First mboni wangu wako grade 10, second ako 7. Okay. So kwa sababu ya mtu maybe mwenye anaweza taka kuongea na yeye, unaweza tusaidia namba yako ya simu? Namba yangu ya simu ni 07 97 155 417. Jina ni? Mary Gasheri. Mary Gasheri. Alright. Sawa. Pole sana Mary. Najua maisha ni safari. Na hiyo ikiwa safari ni kumaanisha lazima tupitie. Kuna mapito. Na hiyo yote inaweza kuja ipite na maisha ibadilike. Si lazima ikuwe ati lazima maisha ya baadaye uteseke. So tuseme hiyo ni mapito na umepitia hayo yote. Lakini Mungu bado ako na nafasi ya pili. Kweli. Anaweza badilisha maisha yako. So utaweza kuambiaje wasikilizaji? Wasikilizaji nitawaambia ya kwamba mimi hata kama nimepitia hayo tu, juu sasa tumeambiwa, Biblia imetuambia tuwe tunasameheana ndio hata sisi tusamehewe. Mimi ule mother in law nimeamua tu kumsamehea. Juu sasa okay, nimefanya mambo lakini yeye hakuona. Kama ni hiyo shamba ya babangu alikuwa amenipea na pengine babangu alikuwa ameangalia akaona pengine hata sina maisha, yani itafika mahali tu nirudi. Unajua wasasi wanaongeleshangwa na Mungu tu. Ndio tunaambiwa wasasi ni Mungu wa pili. Lakini vile tu alikuwa amenipanga haikuwezekana. Saa hii sina mahali naweza rudi. Ndio hata mandugu zangu pale nilijaribu niwapembeleze hata nirudi tu anipe mahali nikae na watoto, waliniambia niliuza yangu yenye nilikuwa nimepewa nilipatiana, kwa hivyo nisirudi kuwaambia chochote. Kwa hivyo mimi ningeambia pale msikilizaji, mimi sikufikiria ama sikukaa hivi nifikirie nikifanya hivi kunaweza fanyika hivi. Kwa hivyo ni vizuri mtu achukue second thought. Anafikiria mara ya pili, nikifanya kitu baadaye kutafanyika aje. Na niambie wale wa mama wako na watoto, sio vizuri kutesa mtoto wa mtu. Chukua mtoto kama wako, na sana sana hata kama wewe ni mama wa kambo, kumbuka kuna Mungu na mtoto yule unatesa ni kama yule wako tu. Alright. Sasa thank you so much. Asante kwa kukuja kushare story yako. Itakuwa ni funzo kwa watu wengine pia. Lakini tuseme Mungu yuko mbele kila siku na mambo itabadilika. Yes. Sawa.